SF, NHIF, umesikia ingine imekuja housing levy, umeambiwa housing levy ni ya kujenga sijui affordable housing, I don't know. But ile kitu nataka kuuliza, ile pesa yenye Francis Atwoli anakatanga ya kotu, tangu ilipoanzwa mpaka wa leo, wale wenye wameajiriwa mmeshajiuliza hiyo pesa inaendanga wapi? Swali la pili, vijana nyinyi wote wenye wako hapa ni wachache wenye wako na kazi. Nauliza hivi, wakati corona ilikuja, Atwoli kama alikuwa anataka kutetea wananchi wa Kenya, ni wangapi wamefinyika mpaka wa leo hawajawahi lipwa pesa yao mpaka wa leo kwa hizi makampuni? Kwa hivyo nasema hivi, mtu wa kwanza ambaye amenyanyasa wananchi wa Kenya ni none other than Francis Atwoli. Francis Atwoli umenyanyasa wa Kenya wakati wa corona. Wewe ulicollude na my investors, ukakula pesa na watu wakafutwa kazi mpaka wa leo hawajalipwa pesa yao. Kuna watu wameadhirika, kuna watu wamepata magonjwa kutokana na hiyo mambo ya kupoteza kazi. Saa hii umechukua sasa William Samoei Ruto, amekuwa godfather wako. Umeenda kujificha nyuma yake. Tunajua interest yako ni kwamba Wakenya wamejua wewe ndio umewanyanyasa na unatumia jina la presidency kujidefend. Kwa hivyo mimi nasema hivi kama Francis, na nikisema hivi tunajuana, unanijua, si ati unijui. Nasema hivi, wale vijana ambao wamepoteza kazi, tutasimama imara. Tunataka kujua wewe ndio unatafutiwa kazi ama sisi ndio inafaa tutafutiwe kazi. Wakati tunakaa chini tunaanza kusema mambo ya unemployment, mambo ya employment, wewe bado umeng'ang'ana kabisa, umekalia kiti ya kotu. Kwa hivyo nauliza wa Kenya, bado mnahitaji Francis Atwoli aendelee kukaa kwa hiyo kiti ya kotu? Unataka aendelee? Unataka aendelee? Kwa hivyo Mr. Speaker, tutapanga siku ya kutatua maneno ya Atwoli, tukisema ya kwamba Atwoli must go. Atwoli must go. Atwoli must go. Atwoli must go. Najua kuna wale wanaendanga huko wanapatiwa kitu ndogo. Kwa hivyo hata wameshapangwa. Ukiona kikao itakuja kuharibika hivi karibuni, jua ya kwamba pesa itakuwa imeingia hapa Jibanji. Kwa hivyo namalizia hivyo, ninasema ya kwamba Mr. Speaker, usimame imara kwa sababu naona kuna mdudu fulani imeanza kuingia hapa. Kwa hivyo I rest my case. Thank you. So when I say the economy of this country is improving, for improving the economy of this country, tunajua tuko na president ambaye ni msomi, ako na PhD, the most eloquent president East and West of Africa. Tunamshukuru kwa kuimprove the economy of this country. Wale wenye wanasema economy ya hii country imeenda chini, hao ni wale ambao hawana plan kwa hii serikali, hawana plan ya kuimprove economy. You know what is interesting in this country? Namalizia nikisema hivi. From I think 7, it's now 2.7. That is inflation. So we are improving as a country, and I want to thank the Excellency Bwana William Samoei Ruto. Wale ambao wanasema economy ya hii country inaenda chini ni wale ambao hawana plan ya kuimprove economy. Kitu kama Gachagua akona plan gani ya kuimprove economy? So tuache kuweka siasa, the economy is improving. Mungu awabariki. Ama uchumi iliharibika wakati Uhuru Kenyatta alichukua uongozi. Wakati huo bei ya sukari ilikuwa juu, bei ya unga ya ugali. Kuna wakati mpaka tulinunua unga ya ugali hicho kwa 280. Na ulikuwa unaambiwa pale Quickmart usipitishe mfiko 2. Mbolea ilikuwa 7,000. Akajaribu kupunguza mpaka 6,500.
Lakini bwana rais huyu mwenye ako sahi, upande ya mbolea alianza na agriculture, kukuza agriculture. Upande ya mbolea ameshughulika. Sukari kama imeenda sana ni 130 150. Unga sahi hata Western wameshindwa mahali watauza mahindi. Mahindi ni mingi. Na ujua ukitaka kufufua uchumi ya nchi unaanzia agriculture. Agriculture kwanza, wananchi wapate chakula ndio wakuwe sawa. Sasa upande huo amejaribu. Ndio naambia bwana rais, jaribu kabisa uingie mpaka kwa sekta ya CBC. Hata kama wewe uko wa rais wakati hii kitu ilisainiwa, jaribu uwezavyo na ufix vile inatakikana. Upande ya health pia jaribu. Hata kama ulipata wakati ya NHIF walikuwa wamepora, jaribu vile utafix hii SHA. Tunakuombea mema na tunajua wewe ni kiongozi na uko sawa katika akili. Utafanya.